Hai, karibuni tena katika kipindi chetu cha General Chat. Na leo kwa kweli tunakuja kwa furaha, tena kwa furaha sana. Tunakuja kufanya nini? Shukurani. Na tunapokuja kufanya shukurani ni kwa Mungu wetu. Okay? Kwa Mungu, of course kutakuwa kuna shukurani za kwa Mungu, kutakuwa kuna shukurani za kwa watu waliosimama pamoja na besti hapa. Kwa hiyo Mungu kweli anatenda. Na ndio maana naupenda sana ule wimbo ambao anaimba nani yule anaitwa Rema Semfukwe, kwamba nina ushuhuda din 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 din, huyu Yesu kweli anafanya, alafu Amen. anafanya tena na tena. Kwa hiyo amefanya tena Amen. huu mwaka ambao tunaweza tukasema Rebecca amefikisha mwaka officially. Utaenda kusikia vizuri kwa nini? Kwa sababu tunaamini wewe ambaye ulikuwa ni mtazamaji wetu, ulikuwa unatufuatilia. Na kwa hiyo tunapoongea utakuwa unaelewa nini tunaongea. Na kama hukutusikiliza kwenye hivyo vitu vingine, basi rudi nyuma. Ila the best way, subscribe. Ukisubscribe kila ambacho tutakuwa tunakifanya utakuwa unakiona. Sasa Rebecca, hebu tunaomba kwanza, kabla hujaanza hata kuongea mambo mengi, hebu soma huo mstari wa hiyo Zaburi 121. 126. Zaburi 126. Na ni fupi na kila mstari una maana. Inasema, Bwana alipowarejesha mateka wa Sayuni, tulikuwa kama waotao ndoto. Ndipo kinywa chetu kilipojaa kicheko na ulimi wetu kelele za furaha. Ndipo waliposema katika mataifa. Ndio sisi leo ndio tunasema. Ndipo tuliposema katika mataifa, Bwana ametutendea mambo makuu. Bwana alitutendea mambo makuu, tulikuwa tukifurahi. Bwana, uwarejeze watu wetu waliofungwa kama vijito vya kusini. Wapandao kwa machozi watavuna kwa kelele za furaha. Ingawa mtu anapenda zake akilia, azichukuapo mbegu za kupanda, hakika atarudi kwa kelele ya furaha aichukuapo miganda yake. Amen. Nafikiri aliimbaga ni Shari Martin, au alikuwa ni Shari Martin au ni nani aliimba hiyo sehemu. Nisiimbe, labda nitachukua muda sana, lakini alipaimba hivyo pakasema, ingawa mtu anakwenda zake akilia, azichukuapo mbegu akenda kupanda, hakika atarudi kwa kelele za furaha. Ndio umepasoma. Alafu ulipopaanzia ndio anasema Bwana, yeye alikuwa anasoma Biblia. Unajua nyimbo za zamani zilikuwa ni nzuri kwa sababu watu walikuwa wanatunga kwa uongozi wa Roho Mtakatifu kwa kusoma. Akasema, Bwana alipowarejeza mateka wa Sayuni, kina Rebecca, tulikuwa kama waotao ndoto. Kwa kweli tulikuwa kama tuotao ndoto. Kwanza mimi naweza nikakwambia Rebecca, mimi mwenyewe sasa hivi mpaka naona kama hatuongei vile, kwa sababu hakuna zile simsim nyingi za Joy saizi mkono unauma, Joy saizi damu inamwagika, Joy saizi kama story eti imeshakuwa mwaka. Hebu sasa katika mwaka huu ambao tangu Mungu aonekane mkuu sana kwetu, na hatuwezi kuacha kumshukuru. Tangu Mungu afanye muujiza mkubwa wa kukupa kidney ambayo umeamua kuiita Mercy. Na kweli ni Mungu alikuonea Mercy tu akaamua kukupa hiyo kidney. Historia iko huko nyuma kwamba ulikuwa haumachi kabisa. Kwa hiyo ina maana kumbe ungewekea hata kipindi kile ambacho cha nyuma tulichokuwa tunasema Mungu fanya muujiza, ina maana labda ungewekea alafu ikafanya nini? Ikafa within a short time. Lakini pamoja na hayo yote, mimi nikuulize tu Rebecca, how do you feel? Ikiwa ni I feel like a princess, God's princess. Yaani kusema ukweli, ndio wanakuambiaga saa nyingine tunaangalia, tunaona vizuri ukishapita mahali, ndio unaangalia nyuma unasema I say. Kama mimi kwa mfano, hata nilikuwa sijui nilikuwa naumwa hivyo mpaka sasa hivi. Yaani hata ukiniambia mwaka jana wakati kama huu nilikuwaga na survive vipi, au kabla mwaka ndani tumeshaipita tarehe ile ambayo nilifanywa operation, nilifanywa tarehe 18. Lakini kabla ya tarehe 18 ya mwezi wa 11 mwaka 2024 mpaka pale nyuma mpaka 2015 nilipoanza dialysis,
Nilikuwa naishi vipi? Sijui. Nilikuwa najisikiaje? Sasa hivi ndio naona jamani, nilikuwa najisikia vibaya all the time. Vibaya mno. Kwa hiyo natoka nimefanyiwa operation kule mwanzoni, sijui baada ya siku ngapi tu nimeshanyanyuka, naanza sijui nafanya nini. Yaani sasa hivi nikiangalia nasema jamani, nilikuwa naumwa nyinyi. Nilikuwa naumwa. Mungu amekutendea. Hata nilivyoanza kazi, nimeanza kazi mwezi wa 3 nadhani, ndio wakaniambia umeshaka miezi 3, njoo urudi kazini, tutakupa flexible hours na nini. Nakumbuka nilikuwa nikipanda ngazi, tuko tu ghorofa ya pili, yani uhitaji hata kuchukua lift kusema kweli zile ngazi, kwa sababu ngazi zenyewe zile zimekaa hivi. Lakini nitakapofika mpaka nikae kwenye kiti niko hivyo, watu wananiambia yani it was bad. Lakini hadi sasa hivi nafanya kabisa, nimefika nashuka tena nye. Yani hata muonekano uko tofauti. Kila kitu kiko tofauti kwa kusema kweli. Kwa kweli tunamshukuru Mungu sana. Lakini katika shukrani hizi ndio mimi nataka nikuulize kwamba baada ya kupata figo na Mungu ameshakuponya, ina maana kila kitu kimekata ghafla, kila kitu kimeisha? Mungu afanyagi hivyo. Hata kule kwa wana wa Israeli aliwaambia wafalme nitawaacha mjifunze vita. Na ndio naamini hivyo kuna vitu sio kwamba Mungu hawezi kuvifanya. Mungu anaweza akavifanya. Unakumbuka hata Lazaro alivyofufuliwa akawaambia watu wamfungue nani? Kwani Yesu alishindwa kumfungua vitambaa? Alisema mfungueni. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo bado vinatakiwa vifunguliwe. Yaani hiyo ni nani? Nimejifunza kitu. Kuna mtu nimemsikia juzi, nimependa sana. Kwamba Mungu anavyotufanyia kitu chochote ana namna nyingi za kufanya. Kwa hiyo anaweza akafanya mwenyewe bila kumshirikisha mtu. Hiyo ni miujiza michache sana. Yaani katika maisha yako unaweza kupata miujiza kama hiyo 1 au 2. Yaani 100% Mungu amshirikishi mwanadamu. Lakini miujiza mingi tunayoipokea siku hadi siku Mungu anaipitisha kwa wanadamu. Na saa nyingine wewe mwenyewe kuna kitu wewe mwenyewe unatakiwa ufanye ili upokee huo muujiza wako. Kwa hata mimi kabisa naamini kuna vitu Mungu ameviacha ili niendelee kumtafuta. Kwa hiyo ndo na mimi nataka tu kukukumbusha kwamba nafikiri kuna kipindi ambacho maana mimi naweza nikasema mimi kwa kweli I was privileged. Unajua Mungu kanipendelea Una live. Mungu alinichoose niwe best. Niwe close ili ni witness everything. Yaani kama wewe umekuwa mika Biblia kangu kadogo. Yaani kama ingekuwa mimi na believe hivi kama ingekuwa kuna vitabu tena vinaandikwa matendo makuu ya Mungu. Unajua ndio shuhuda kama hizi, mtu angekuja kusema alikuwepo Rebeka, alikaa kasubiri kidney for more than 10 years or 10 years or whatever. Aliteseka lakini akumwacha Mungu. Watu wanashangaa alipitaje, alifanyaje? Kumbe safari ilikuwa ndefu. Lakini nafikiri mimi nimejifunza sana kwamba the more ulikuwa unapata shida, the more ulikuwa unakaa karibu na Mungu sana. Kwa sababu ndio kuna kipindi ambacho kwa unakuja tu kwamba Joy, leo nimeusoma huu mstari, yani nimeuelewa kwa njia tofauti. Mstari gani? Mingi tu ulikuwa unanipa. Unaona? Mawazo yake anakuazia mema siku zote. Kwa kama ananiwezea is up to him. Ataniponya, tu anajua mwenyewe. Kwa nini anafanya hivi? Nini? Mstari unakupa. Nilijifunza kwamba ulisimama kwenye neno. Na ukaanza kuwa unayaconfess maneno ya Mungu every day. Na kipindi hicho nakumbuka kwa ukienda hata hospitali mara nyingine wanakuja wanakuambia what do you think, how do you feel? Wewe ulikuwa unaenda tu kwamba neno linasemaje, ule mstari unasema kwamba which report would you believe? Would you believe? Whose report will you believe? Utakubali au utaamini ripoti ya nani? Ripoti ya daktari inasema hali mbaya. Lakini nilikuwa nayatupia huko. Kuna wakati nilikuwa nimeanza kutengeneza file, nikasema hili file nikaona linanichosha, file linajaa tu na mabarua mabaya. Yaani labda nina file barua ziko 10 au ngapi, nilichoka na mabarua. Kila siku barua. Na ripoti kuna siku linichekesha, umepimwa sijui ndio hata manake sivijui. Maana nilianza na mimi kuanza kulani. Mwisho na mimi ningekuja kuwa expert wa kidney. Ukaniambia yani nimepima sijui nini creatinine. Nini inaitwaje? Creatinine. Yaani sitaki hata kuongea, sitaki yani iko lakini mimi namwamini Mungu. Nashindwa kuuliza mengine. Lakini nilichojifunza Rebeka kwamba kila mtihani ambao huo unakuja kwenye maisha ya mtu, huo unakuja ili wewe upite mwalimu alafu usaidie wengine. Sasa pamoja na mengi ambayo
unaweza kufundisha watu. Kwa wale wasiojua, Rebeka na channel nyingine ambayo inaitwa Binti Sayuni 50. Ukienda kuicheki hiyo, ina mambo mengi ambayo yeye alifundishwa, ndio maana akajua neno la Mungu, akajua nini. Kwa hiyo kule anafundisha mambo mengi kwa mifano mingi ya yeye mwenyewe. Lakini kikubwa nilichokipata mimi leo ambacho nitakisema na ni very important, aliweza kujua kwamba neno peke yake ndio lina nguvu. Neno ndio linasimama. Alichokisema Mungu ukiamini, yani ile imani yako sasa, lazima kita come to pass. Okay? Kwa hiyo akajifunza kwanza kusimama na neno. Kwani neno linasemaje? Kuna siku kuja ukaniambia hivi, nimesoma hapo ikakuta sitakufa bali nitaishi, niasimulie matendo makuu ya Mungu. Na Sasa hivi sio tunasimulia. Kwa sababu 2016 mimi nilikuwa nimeshaanza kujiandaa kwamba tumpeleke kiasi kwamba nikawa kila nikipigiwa simu na panic. Najua labda tena mkapigiana watu wa huko tunasikia. Yani nilikuwa kila simu ikilia nasema Mungu wangu sijui ndo ameshaenda. That was 2016. Hali ilivyokuwa tete. Umeona? Lakini angalia miaka mingapi. Very soon kama 2026 inakuwa 10 years already. Yeah, inakuwa 10 years. Angalia umeteseka kipindi hicho chote mpaka leo uko mzima. Kwa nini? Kwa kuconfess. Sitakufa bali nitaishi kuyasimulia matendo makuu ya Mungu. Na kweli unayasimulia matendo makuu ya Mungu. Alafu cha ajabu umesema hivyo, nimekumbuka wakati niko hospitali ndio mara ya kwanza kuna mchungaji alipiga simu, wala simfahamu. Alipiga simu, anamfahamu mama akasema niko na binti yangu hapa. Akanichukua simu akanipa simu. Akanifundisha Zaburi ya 103. Jamani, pale panaposema anasema amenisamehe dhambi zangu zote na kuniponya magonjwa yangu yote. Ule mstari ndio si mimi mara ya kwanza nianze kuutumia. Yaani nikauamini pale amenisamehe dhambi zangu zote. Kwa sababu amenisamehe, basi aliponya. Alafu pale inaposema kwamba anauhuisha uhai wangu na ujana wangu kama tai. Hapo nilipashika kwa sababu bwana, wakati ule ndio nilikujaga. Sasa mimi nilikuwa nafundisha. Nilivyorudi darasani, hii mikono hii ilikuwa kama bikizee kwa sababu nilikuwa nimeumwa sana, nilisinyaa sana. Yaani mpaka nikiwa naandika hivi ubaoni, mtu akiangalia hivi utafikia sio mkono wangu, yani wakizee. Siku nikawauliza wanafunzi, nikasema mnaonaje mikono yangu? Wakaniambia it looks very old, doesn't match your face. Umeona? Lakini kuendelea hivyo vitu vidogo vidogo kama mtu anaweza kukiona kidogo, lakini ukiona kwamba kumbe hata Mungu bwana atakagi tuzeeke tuchakae. Kuna mstari ule wa kutokuchaka. Lakini mimi hapo kwenye hiyo point ya neno la Mungu nimejifunza kikubwa, na ndio maana anasema hivi, na ndio maana Mungu amekupitisha hapo na amekupa ile tuseme sasa moyo na kiu ya kusema ngoja nitengeneze cards ambazo zitakuwa na maneno ya Mungu au maneno ya Mungu ya kuweza kusimamia kila siku. Hivi Rebeka ana kadi, ataelezea mwenyewe wapi pa kuzipata, lakini amefika sehemu ameisoma Biblia mpaka ametafuta hiyo mistari yote ambayo ilikuwa inampa yeye kushinda na kusimamia na kumpa moyo. Kwa sababu ngoja niwaambieni ukweli, neno la Mungu ni uhai. Wanasema neno li hai, ni uhai kweli. Unapolikiri ukang'ang'ana kwamba hata kama unaumwa vipi, kwa sema mimi sitakufa, huyu hapa. Aya, ukakaa ukasema nayaweza mambo yote katika yanitiaye nguvu, huyu hapa anaweza nini? Anapovifanya Rebeka au alivyokuwa anavifanya yeye hata kipindi anaumwa, it was only God. Kwa sababu kwa watu wengine, hata sisi ambao tunajicount kama tulikuwa wazima hatumwi vitu hivyo, maybe tusinge hataweza kufanya, lakini aliwezaje kufanya? Kwa sababu ya neno. Kwa hiyo ataelezea wapi mnaweza mkaziangalia hizo kadi, mkazi order ili siku ya siku angalia kadi inayo match situation yako ya that day, alafu isimamie. Kama ndio sijui mambo, unaona mambo yote magumu, wewe utang'ang'ana na yaweza mambo yote katika yanitiaye nguvu, na utajua huo mstari unatoka wapi. Kwa sababu ukisha usoma mara 2, mara 3, mara 4 ni kikadi tu chepesi, unakiangalia au umekibandika sehemu kile unakopita unakikuta bafuni, jikoni, chumbani, wapi, obviously kitakaa moyoni. Na kumbuka neno la Mungu linasema neno la Mungu likae kwa wingi mioyoni mwenu, na neno la Mungu likaa kwa wingi mioyoni mwetu Rebeka, ndio tunapopata uzima. Kwa sababu hata maombi yanajibiwa kwa urahisi pale ambapo neno liko kwa wingi. Kwa hiyo sisi tunamshukuru Mungu leo
Kwa kweli mimi binafsi namshukuru Mungu sana Rebeka, yani kwa kuona jinsi ulivyo mzima, jinsi ambavyo sasa hivi hata mtu kupiga simu, kesho bwana karibuni, you are there, kwa sababu ulikuwa vitu vingi huwezi kufanya. Yani kila kitu kilikuwa ni mtihani, huwezi kusafiri, huwezi kusema nikamtembelee mtu kwa sababu ghafla kila kitu kiwe arrange. Ukija kula of course uko unajitahidi, ni kweli. Nakumbuka mimi ulikuja nikakulisha mpaka nafikiri vitu ambavyo baadaye unakuja kuniambia. Lakini unajua yani kitu hivyo, unajua imani nayo ukishaamini kwamba, mimi kuna mstari nilisoma nao ukani nani sana, unaosema kwamba God will take away all sickness from my food and bless my water and my food. Iko Exodus nadhani. Kwa hiyo huo unanipaga imani kwamba hata wakiniambia hiki chakula sijui utakiwi ule, nasema God will take away sickness from this food. Umeona Yeah. Kwa hiyo ndio hapo, labda isiwe ndefu sana, sisi tujue kwamba ni kweli tunamshukuru Mungu. Amen. Safari ya Rebeka haikuwa rahisi ya kupewa new kidney. Watu wengi wanafikiriaga kwamba ni rahisi tu sana, ukipewa kidney mpya pap inaanza kazi hapo hapo. Hapana. Mimi ni rafiki yake, najua amount ya madawa aliyokuwa sijui anapewa anywe. Maana mpaka mtu unaweza kuogopa. Dawa ni nyingi, alafu unalazimishwa kunywa maji mingi ambayo unakuta naturally huwezi kunywa hivyo kwa muda mfupi. Mimi nakumbuka safari ilivyoanza Rebeka. Kwa hiyo nilivyoanza, kwa sababu nimetoka kwenye zero sinywi maji 500 mils, umetoka kwenye nani unaambiwa unywe lita 3. Jamani, it was a disaster. Unajua sasa hivi nakunywa lita 3 bila matatizo, kwa sababu nimeshajua nazigawa vipi. Usiku nikiamka tu na bugudu, mchana nafikisha lita 3. Lakini at that time sijanywa maji hivyo kwa miaka karibu 9. Alafu unamwambia mtu anywe lita 3 kwa siku, was hard. Lakini kingine ambacho nimejifunza kwamba jamani, usichukue anything for granted. Pale unapoona wewe kitu fulani, unaenda chooni, unataka tu kukojoa, unaenda chooni unakojoa. Take it for granted kwamba ni kawaida. Sio kawaida. Yaani mimi nikimaliza kukojoa nasema thank you Jesus. Nakumbuka hiyo ilikuwaga prayer point yetu ya kusema, tena mimi nilikuwa naongea tu kwa kusema kwa imani Rebeka, one day naamini utakojoa. Na sema ipo siku tu utanipigia simu niambie bwana umeona. Kwa hiyo ndio maana tunataka kusema hivi, kwenye shukrani yote tuna seal kwa kusema Mungu ashukuriwe kwa matendo makuu aliyofanya. Lakini siku zote endelea kuconfess positive. Sio hilo unapokuwa kwenye tatizo, yani kama mimi ndio nawazaga nasema yani Mungu angeswapigi hivi kidogo tu akafanya Rebeka akawa juu akawa mimi. Labda kila siku ningekuwa sijui nani hapa angepata kusumbuliwa. Kila saa sijui ingekuwa ndio God strengthens us jamani, God strengthens us. Sasa ndio maana nakwambia hivi mara nyingine, kwa nini nimetumia mfano? Kuna vitu vingine ambavyo Mungu haachi vikaja kwa mtu akijua uviwezi. Ndio maana kuna neno linalosema kabisa kwamba Mungu hawezi kukujaribu kupita uwezo wa imani yako. Ndio ujue Mungu anavyotujua. Kwa hiyo pamoja na yale yote umepita kugumu sana, lakini bado ulikuwa na confess nini? Positivity. Bado ulikuwa unaendelea kufanya kazi ya Mungu. Kwa hiyo jamani, usije ukapata tatizo, ukapata shida, ukafanya nini ukaamua na throw everything. Kumbe wako watu ambao tunawajua, ambao tukiwaangalia hivi ndio inakuwa hata sio haituhitaji kusoma Bible ipo, lazima tuisome, lakini unaweza kaisoma Bible through mtu. Na mimi namshukuru Mungu sana Rebeka, leo mimi kuwa na msoma Mungu, namuona Mungu live. Yule tuliambiwa anaponya jana, juzi, leo na hata milele. Ndio hivi. Alimfufua Lazaro, maana ndugu yangu nawe ulikuwa umeshakuwa kama vile karibu na Lazaro. Kwa hiyo wapendwa, ngoja niwaambieni. Nilikuwa zamani, it's true. Ngoja tena muone kabisa ushahidi, nilikuwa naitafuta hii hapa. Umeona hii? Nilikuwaga na healing verses ambazo nimeziandika na confess kwenye simu. Kwa hiyo ni nyingi, yani nyingi saa nyingine na nani zote. Kwa hiyo Mungu aliponipa ufunuo, nimetengeneza sasa hivi za general, lakini kuna nyingine nitaanza kutengeneza za healing, za nini, za identity, kwa sababu kuna wengine hawajui, just they don't know their identity, especially watoto wetu. Unaweza kukuta mtoto hajijui yeye ni nani katika Kristo. Ngoja nionyeshe haraka quickly. Quickly. 'Quickly. Kwa hiyo nimetengeneza hizi. Umeona?
hizi ziko 31 kwa sababu mwezi una siku 31, lakini miezi mingine 30 inategemea na mwezi. Kwa hiyo mwenyewe utajipanga tu, utakuwa unazisomaje. Ni kadi hizi mbele, mstari wa kujifunza. Nimeuandika kwa kupersonalize, lakini wewe unajua kabisa hapa, unaangalia unaona niende nikasome nani gani kupata full unasemaje kwenye Biblia. Lakini hapa nimeupersonalize. Karibu yote ni personalization. Nyuma kuna nani sala yake ya kuombea. Lakini kama wewe unaweza ukaomba mwenyewe tu kwa kuusoma, omba mwenyewe, Roho akuongoze. Lakini tunajua tunao marafiki, ndugu jamaa ambao labda hawajamjua Kristo, wanapita kwenye kitu na neno na prayer ni muhimu. Give them as a gift na Mungu atakubariki na Mungu atafungua milango kwa sababu hili neno ni uzima na ni roho. Amen. Kwa hiyo inapatikana Etsy na Shopify. Nitaziweka Amazon, nitakuja kuweka link hapo chini. Mungu awabariki. Amen, barikiwe sana. Unaona, ndio yale tunayosema kwamba kwenye mtihani unaopitia mara nyingi nyuma yake kuna baraka inakufuata. Kwa bado tunaendelea kumshukuru Mungu kwamba baada ya kulani hivyo vyote, Mungu ataendelea kukubariki pia kutokana na kile kilichokuwa kinaonekana sio kizuri. Kwa hiyo sijui kama kuna kitu kingine kikubwa unataka uendelee kuwaambia watazamaji wetu. Mnamshike sana Mungu, shika sana neno lake. Mimi mtu ambaye mara nyingi sana kwenye Biblia nikisoma na acha tuanze tu hata na Mungu quickly. Mungu mwenyewe akasema ikawa. Je, Mungu asingesema? Alafu akaona ni vyema. Kwa hiyo aliongea kizuri, kikawa vyema. Umeona, sisi sasa mara nyingi tunaongea anyhow. Mungu atusaidie. Namkumbuka yule nani aliyesema mtumisema neno moja na mtumishi wangu atapona. Kwa nini akusema? Alimwambia Yesu hata usije nyumbani. Na Yesu akasema, wewe umeshawahi kumwona Yesu anashangaa? Yesu kashangaa. Akasema, sijawahi ona imani kama hii. Kwa hiyo chochote unajua, kama unataka kumshangaza Mungu ni kwenye neno lake ukiliamini. Na bila imani huwezi kumpendeza Mungu. Amen. Kwa kikubwa hapo ni kulitamka neno la Mungu na yaweza mambo yote katika yanitia nguvu. Kwa hiyo unaweza kupona, unaweza kufanya kazi, unaweza kupata mtoto, unaweza kupata kila unachoweza kukitaka utakiweza kwake yeye anakutia nguvu. Basi jamani, sisi tunaishia hapa leo. Tutaendelea bado na shukrani kwingi na tutaendelea kuzisema kwa sababu huu ni mwaka mmoja ambao kweli kwa watu wengi, hatutaki kuwakumbusha wengine. Wapo wengine ambao hata Rebeka mwenyewe anawafahamu ambao walipata kidney within miezi 3, miezi 6 wamekufa. Kitu ambacho kilikuwa kingemtisha zaidi kujua kwamba hivi hata kupata kidney na kwenyewe it's sio big deal. Unaweza yani sio hivyo, yani kwamba saa nyingine unaangalia hivi maskini yule alivyopata alifikiri ndio shida zake, kumbe ndio kifo ndio sasa ndio kimekuja. Umenielewa? Kwa hiyo na wewe vile vile unafikiria you don't know kwamba how will it work out. Lakini tunamshukuru Mungu. 1 year bado tunamshukuru Mungu na sio 1 year tu, utaendelea kudumu. Mwaka utapitiliza tena mpaka Yesu aje atuchukue yeye mwenyewe. Tumlaki pale mawinguni. Sisi tutaishi ile miaka ambayo yeye mingi anataka tuishi, na Mungu atubariki na Mungu akubariki sana. Kwa hiyo kwa watazamaji wetu, furahini pamoja nasi huku mkiendelea kusubscribe, kushare na kulike, kwa sababu anaweza kuwepo mwingine ambaye ana situation kama ya Rebeka, au hata kama sio kidney, lakini inaweza kuwa ni ugonjwa mwingine, kansa au kitu gani kikubwa ambacho kinamtesa mtu. Atakaposikia kwamba bado Mungu anafanya, bado Mungu anaponya, atapata nini? Moyo. Basi Mungu awabariki sana na tunawapenda sana. Amen. Basi tunaomba msiache kusubscribe, share, like and comment. Tukutane tena wakati mwingine sawa sawa na Mungu atakavyo tusijalia. Amen.